Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali cha kuwa pamoja tena siku hii ya leo. Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu sana. Nikupongeze kwa mara nyingine tena kwa kupata neema ya kuingia katika mwaka mpya ambao umebeba msimu mpya kwa ajili yako. Hongera sana. Tumwamini Mungu aliye hai ya kwamba kwa neema yake utainuka tena. Kwa neema yake utafanikiwa tena. Kwa neema yake utapiga hatua mpya tena. Pendwa katika Bwana, niliyeko mbele yako ni mchungaji Petro Lembalai. Nikukaribishe sana kwenye kipindi chetu cha leo. Ninakuomba uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hata mwisho wa kipindi chetu. Kabla hatujaendelea, tuombe. Mungu wa neema, katika jina la Yesu Kristo, ninakimbilia mbele zako e Bwana, nikiomba damu yako ya msalaba itutakase, nikiomba damu yako ya msalaba ituoshe, nikiomba damu yako ya msalaba itusafishe. E Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu, ninaomba utukubali tena e Bwana majira haya na saa hii. Ninashukuru ya kwamba Mungu uko pamoja nasi na utakuwa pamoja nasi toka mwanzo wa kipindi hiki hata mwisho. Ninaomba mtazamaji anayetufuatilia mahali popote akapokee kile ambacho Mungu umekikusudia kwa ajili yake. Sifa na utukufu zikurudie wewe Mungu wetu, maana peke yako ndiye Mungu unayestahili. Katika jina la Yesu, amen. Mpendwa mtazamaji wangu, siku hii ya leo Roho Mtakatifu ametupa somo lenye kichwa kinachosema fanya agano na Mungu ili ufanikiwe katika msimu mpya. Fanya agano na Mungu ili ufanikiwe katika msimu mpya. Pendwa mtazamaji, tumeingia kwenye msimu mpya unaotokana na mwaka mpya ambao tumeuanza, kwa sababu kiroho kila mwaka mpya ambao tunauanza umebeba msimu mpya kwa ajili ya kila ambaye ameingia kwenye huo msimu mpya. Kwa hiyo yeyote anayepata neema ya kuingia kwenye mwaka mpya, maana yake kwenye maisha yake pia ameanza msimu mpya, ameanza msimu mpya. Na kwa sababu hiyo ni muhimu kufahamu kwamba kila msimu mpya kwenye maisha ya mtu huo umebeba neema yake. Hiyo neema inakuwa imebeba baraka ya kimafanikio kwa ajili ya mtu husika. Lakini pia kila msimu mpya huo umebeba baraka yake ya kumwezesha mtu kuendelea kuinuka na kustawi kwenye msimu mpya. Pia msimu mpya huwa umebeba watu wake. Kwa nini? Kwa sababu kila msimu mpya una watu wanaotakiwa kukusaidia na kukuvusha na kukutambulisha na kutambulisha kile ulichokibeba kwa ajili ya msimu mpya. Jambo la nne, kila msimu mpya huo umebeba vita yake inayotokana na aina ya neema, kiwango cha mafanikio na kiwango cha utukufu ambacho kiko ndani yako na kiko juu yako. Kwa sababu hiyo, kwenye kila msimu mpya huwa tunamhitaji Mungu kwa namna ya tofauti na kwa namna ya pekee, ili atembee na sisi kwenye huo msimu mpya tuweze kufanikiwa na kustawi kwenye msimu husika. Sikia nikwambie, katika kila msimu mpya Mungu anatamani kutembea na mtu wake kiagano. Kwenye kila msimu mpya Mungu anatamani kutembea na mtu wake kiagano. Na mara nyingi agano la Mungu na mtu huwa linakuwa agano binafsi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapenda kutembea na mtu binafsi kiagano, sio kimakundi. Anatembea na mtu kiagano ili kumsaidia mtu husika kuweza kufanikiwa, kuweza kuinuka na kuweza kuishi kwenye baraka za kimbingu katika msimu mpya. Na kwa sababu Mungu anajua ili uishi kwenye hizo baraka
uishi kwenye kiwango cha mafanikio cha kiagano, lazima pia kiroho kunakuwa na vita yake, kuna vita yake. Kwa hiyo ili ushinde hiyo vita ya msimu mpya, ni lazima uwe kwenye agano na Mungu aliye hai. Lazima uwe kwenye agano na Mungu aliye hai. Na ndio maana tunapozungumza juu ya agano, tunasema agano ni makubaliano kati ya Mungu na mwanadamu, na makubaliano hayo hayavunjwi. Kwa ni makubaliano kati ya mwanadamu na Mungu, makubaliano kati yako na Mungu wako, kwamba umekubaliana na Mungu kutembea naye kwa viwango gani katika huu msimu mpya wa mwaka mpya ambao tumeuanza. Umeweka makubaliano ya aina gani na Mungu kwenye eneo la biashara? Ndo tunasema agano lako na Mungu kwenye biashara yako. Umeweka agano la aina gani na Mungu wako kwenye eneo la nafasi yako kazini? Hapo tunasema ni agano lako na Mungu kazini. Umeweka makubaliano ya aina gani na Mungu wako kwenye lango la ndoa, ili tuseme kwamba una agano na Mungu kwenye ndoa yako? Una agano la aina gani na Mungu wako kwenye eneo la mahusiano ulio nayo, unayotamani ya kupeleke kwenye ndoa, ili tuseme kwamba una agano na Mungu kwenye lango la mahusiano? Una agano gani na Mungu kwenye eneo la miradi na vitega uchumi ambavyo umevianzisha au ambavyo unavyo, ili tuseme kwamba una agano na Mungu, una makubaliano na Mungu? Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapenda sana kutembea na mtu kiagano katika msimu mpya. Narudia hapo, Mungu huwa anapenda kutembea na mtu kiagano katika msimu mpya, ili amsaidie mtu husika kuweza kufanikiwa katika msimu mpya. Neno ambalo litatuongoza kama neno letu la msingi linatoka kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 2. Mwanzo sura ya 17 mstari wa 2. Biblia inasema, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Angalia, Biblia inasema hivi, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Kwa hiyo kuzidishwa kwenye eneo lolote la maisha yako, kuzidishwa kwenye eneo lolote ambalo unategemea kuzidi sana, kunategemea aina ya agano ulilonalo na Mungu kwenye eneo husika. Nachotamani uone, kuzidishwa sana sana kwenye eneo la biashara kunategemea sana agano ulilonalo na Mungu kwenye hilo eneo la biashara. Kuzidishwa sana sana kazini kwako kunategemea sana agano ulilonalo na Mungu kwenye eneo la kazi. Kuzidishwa sana sana kwenye kilimo, na sasa hivi ni msimu wa kulima, kunategemea sana agano lililonalo na Mungu. Kuzidishwa sana sana kwenye ndoa, ili uwe na amani na furaha isiyopimika, kunategemea aina ya agano lililonalo na Mungu kwenye hiyo ndoa. Kuzidishwa sana sana kwenye eneo la mahusiano, ili uweze kufika kwenye ndoa, kunategemea sana agano lililonalo na Mungu. Kuzidishwa kwenye miradi yako, kuzidishwa kwenye vitega uchumi vyako, kunategemea agano ulilonalo na Mungu. Na ndio maana unaona hapa kwenye hili andiko ambalo tumelisoma, ni Mungu peke yake anazungumza. Mungu anazungumza. Sasa angalia, Mungu anazungumza na mtu binafsi, hazungumzi na kundi la watu. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi agano ni swala la mtu binafsi na Mungu wake, ni swala la mtu binafsi na Mungu wake. Na ndio maana unaona hapa Mungu anazungumza na mtu binafsi, anasema, nami nitafanya agano langu kati ya mimi Mungu na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Kwa hiyo ninatamani leo uchukue kwa uzito
ubebe kwa uzito swala la agano lako na Mungu, swala la agano lako na Mungu. Kumbuka, tumeingia kwenye msimu mpya, unahitaji agano, unahitaji agano. Kufanikiwa kwako kunategemea agano. Kushinda vita iliyoko mbele yako kwenye msimu mpya kunategemea agano, na ndio maana ni muhimu sana kufanya agano na Mungu wako katika huu msimu mpya ambao tumeuanza. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani sasa nikuonyeshe mambo ya kuzingatia unapofanya agano na Mungu. Mambo ya kuzingatia unapofanya agano na Mungu. Jambo la kwanza, hakikisha unafanya maombi maalum ya kuingia kwenye agano na Mungu. Hakikisha unafanya maombi maalum ya kuingia kwenye agano na Mungu. Kumbuka, agano ni makubaliano baina ya pande mbili, yaani upande wa kwako na upande wa Mungu. Kwa sababu hiyo, unahitaji uwasiliane na Mungu wako ili uweze kuweka agano na yeye. Na ili uwasiliane na Mungu, hawezi kukwepa jambo tunaloita maombi. Huwezi kukwepa maombi. Kwa nini? Kwa sababu maombi ndiyo mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Ni mawasiliano ya kiroho kati ya mwanadamu na Mungu, na kwa sababu hiyo ni kwa njia ya maombi pekee ndio utaweza kuingia kwenye agano na Mungu wako. Utaweza kuwa kwenye agano na Mungu wako. Biblia kwenye kitabu cha Mathayo 21 mstari wa 22 kuna andiko hapo natamani tulione. Mathayo sura ya 21 mstari wa 22. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 22, Biblia inasema, na yoyote mtakayoyaomba katika sala mkiamini, mtapokea. Na yoyote myaombayo katika sala mkiamini, mtapokea. Manake, unapoingia katika sala ukamwomba Mungu kuingia kwenye agano na yeye, ukaomba kuingia kwenye agano na Mungu kwenye eneo lolote la maisha yako. Inaweza ikawa ni kuingia agano na Mungu kwenye biashara, kuingia agano na Mungu kwa ajili ya nafasi yako kazini, kuingia agano na Mungu kwa ajili ya familia yako, kuingia agano na Mungu kwa ajili ya watoto wako, kuingia agano na Mungu kwa ajili ya shughuli ya ujenzi iliyoko mbele yako, kuingia agano na Mungu kwa ajili ya kilimo, kuingia agano na Mungu kwa ajili ya eneo lolote la maisha yako. Unapoingia kwenye maombi kuomba, Biblia inasema yoyote myaombayo katika sala mkiamini, mtayapokea. Manake ukiamini kwamba katika sala ulioingia kuomba kufanya agano na Mungu, ukiamini kwamba Mungu amesikia maombi yako, Mungu amepokea maombi yako, Mungu amekubali agano lako na yeye, kitu ambacho kinatokea ni hilo agano kuanza kuishi kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu agano haliwezi kuanza kuishi bila maombi. Kwa lazima uangalie unamhitaji Mungu atembee na wewe kiagano kwenye eneo lipi. Kwa hiyo fanya agano na Mungu kwamba unataka mwaka huu 2026 ufanikiwe sana. Fanya agano na Mungu kwamba unahitaji mwaka huu 2026 uinuke sana. Fanya agano na Mungu ya kwamba unahitaji mwaka huu 2026
ukafanikiwe kwenye biashara yako. Fanya agano na Mungu ya kwamba unahitaji mwaka huu 2026 ukakamilishe huo ujenzi. Fanya agano na Mungu ya kwamba unahitaji mwaka huu 2026 amani irejee kwenye ndoa yako, amani irejee kwenye familia yako. Fanya agano na Mungu, mwambie Mungu unaingia kwenye agano na yeye kwa ajili ya nafasi yako kazini, kwamba utainuka, kwamba utafanikiwa, kwamba utastawi. Ninatamani ndani yako ujenge shauku na ndani yako uwe na kiu ya kufanya agano na Mungu kwa njia ya maombi, kwa njia ya maombi, kwa sababu ni moja ya njia ambayo tunatumia kufanya agano na Mungu wetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha unapata muda wako binafsi na Mungu kwa njia ya maombi, ili ufanye agano na Mungu, ili ufanye agano na Mungu. Okay, naomba nikuonyeshe jambo la pili la kuzingatia unapofanya agano na Mungu. Hakikisha unatumia damu ya Yesu katika maombi yako ya kiagano. Hakikisha unatumia damu ya Yesu katika maombi yako ya kiagano siku zote. Unapoingia kwenye maombi ambayo tunaita ni maombi ya kiagano, unahitaji sana damu ya Yesu ili hayo maombi ya kiagano yaweze kufanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu hakuna agano lolote linalokamilika bila damu. Kila mahali ambapo pana agano pana damu. Kila mahali ambapo pana agano pana damu. Agano lolote lile huwa linategemea sana damu ili hilo agano lianze kufanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu damu inahuisha agano na kufanya agano kuwa hai. Damu huwa imebeba uhai. Damu huwa imebeba uhai. Na kwa sababu hiyo, kazi kubwa ya damu kwenye agano ni kuhuisha hilo agano na kulifanya hilo agano kuwa hai. Kazi ya pili ya hilo agano ni kazi ya pili ya damu kwenye agano ni kufanya lile agano liwe linasema kwa niaba ya huyo mtu ambaye ameingia kwenye agano, ili agano liwe na uwezo wa kutenda kazi, agano liwe na uwezo wa kusimama na kuzungumza kwa niaba yako. Kwa nini? Kwa sababu damu huwa ina nguvu ya kuzungumza. Damu ina nguvu ya kuzungumza, na ndio maana unaona Habili alipouawa na Kaini, Mungu akamwambia Kaini, damu ya ndugu yako Habili inanililia kwenye ardhi. Manake damu ya Habili ilikuwa inazungumza, ilikuwa inasema, ilikuwa inalia, ilikuwa inatoa sauti. Vivyo hivyo Biblia inazungumza juu ya nguvu ya damu ya Yesu katika kuzungumza, katika kunena. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 24, Biblia inasema damu ya Yesu inanena mema kuliko ile ya Habili. Kama damu ya Yesu ni damu ya agano na ina nguvu ya kuzungumza, maana yake ni kwamba inapokuwa imetumika kwenye maombi ya kiagano, hiyo damu inakuwa ina nguvu ya kuzungumza kwa niaba ya huyo mtu aliyetumia damu. Lakini pia hiyo damu inahuisha lile agano ambalo huyo mtu anakuwa amelifanya na Mungu wake. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 22 mstari wa 20, Biblia inazungumza juu ya damu ya Yesu kama damu ya agano jipya, kama damu ya agano jipya, kama damu ya agano jipya, ambayo tunaposhiriki mwili na damu ya Yesu, lile agano linahuika. Kwa hiyo kazi kubwa huwa ya mwili na damu ya Yesu tunapokuwa tunashiriki sakramenti ya meza ya Bwana ni kuhuisha lile agano ulilonalo na Mungu. Na kwa sababu hiyo, kama hauna agano, maanake unapokuwa umeshiriki ile damu ya Yesu
na mwili wa Yesu unaishia kukutakasa na kukuondolea dhambi, uovu na makosa. Lakini kuna kitu ambacho unakuwa unakikosa, na moja ya kitu ambacho unakuwa unakosa ni uhuisho wa agano lako na Mungu katika hiyo damu ya Yesu. Na ndio maana unapofanya maombi ya kuingia kwenye agano na Mungu, hakikisha unaachilia damu ya Yesu, unaachilia damu ya Yesu kwenye kila ajenda ya kiagano ambayo umeipeleka mbele za Mungu. Kwa mfano, kama unataka kuingia kwenye agano na Mungu kwenye eneo la biashara, mwambie Mungu, Mungu uliye hai, ninakuja mbele zako, ninatamani kuingia kwenye agano na wewe kwa ajili ya biashara yangu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye biashara yangu. Hiyo damu ya Yesu ikanisaidia kupata wateja, ikanisaidia kuinuka, ikanisaidia kustawi, ikaondoe roho za hasara kwenye biashara yangu. Mungu, hilo ni agano langu ninaloingia na wewe siku hii ya leo. Unapokuwa umemwambia Mungu hivyo kwa imani, kwa njia ya maombi, na kwa sababu umetumia damu ya Yesu, hilo agano linaanza kuishi kwenye ulimwengu wa roho kuanzia muda huo, kuanzia wakati huo. Jambo la tatu la kuzingatia unapofanya agano na Mungu, jambo la tatu, hakikisha unatoa sadaka ya kiagano kwa Mungu wako. Hakikisha unatoa sadaka ya kiagano kwa Mungu wako. Sikiliza nikwambie, ulimwengu wa roho unafanya kazi kiagano, unafanya kazi kiagano. Ili agano lolote liishi na lifanye kazi kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, huwa inategemea sana sadaka ambayo mtu ameiachilia kwa Mungu wake kwa ajili ya hilo agano, kwa ajili ya hilo agano. Na kwa sababu hiyo, hakikisha kwamba tunapomwomba Mungu na unapomwomba Mungu kuingia kwenye agano na yeye, hakikisha unatoa sadaka yako ya kiagano kwa Mungu wako. Usiache kutoa sadaka ya kiagano kwa Mungu wako, usiache kutoa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi ya 50 mstari wa 5, Biblia inasema, nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa sadaka. Nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa sadaka. Mungu anazungumza hapa, anasema akusanyiwe watu ambao wamefanya agano na yeye kwa njia ya sadaka, kwa njia ya sadaka. Kwa hiyo kinachoimarisha agano na kukamilisha agano ni sadaka ya kiagano. Sadaka ya kiagano ni ile sadaka ambayo unaenda mbele za Mungu, unaingia kuomba huku umeishika hiyo sadaka yako mkononi, unaisemesha hiyo sadaka, unamwambia Mungu, kupitia sadaka hii ninaingia agano na wewe kwa ajili ya biashara yangu. Unatamka kitu unachotaka kitokee kwenye hiyo biashara, unashika hiyo sadaka. Labda ni sadaka yako ya agano kwa Mungu kwa ajili ya nafasi yako kazini. Ishike hiyo sadaka, mwambie Mungu, nimeshika hii sadaka yangu. Kama iko kwenye simu au iko benki, mwambie Mungu, nina sadaka yangu iko kwenye simu, nina sadaka yangu iko benki. Mungu, ninakwenda kuachilia sadaka yangu kwako Mungu uliye hai. Ni sadaka yangu ya kiagano kwa ajili ya msimu mpya niliouanza, ili Mungu unisaidie na unitetee kwenye nafasi yangu kazini, ili niweze kuinuka na kupata cheo na kufanikiwa na kuendelea mbele kwenye nafasi yangu kama ambavyo umenipangia na kama ambavyo umekusudia kwa ajili yangu. Kwa hiyo unashika hiyo sadaka, unaiombea, unaisemesha. Hiyo sadaka unapoiachia mbele za Bwana na unapoitoa hiyo sadaka mbele za Bwana, hakikisha unamtafuta kuhani, unaiachilia hiyo sadaka yako ya kiagano kwa kuhani, ili uombewe,
ili utamkiwe baraka utakayotembea nayo katika msimu mpya, ili uweze kutamkiwa baraka na uweze kuombewa neema utakayotembea nayo katika msimu mpya. Kwa hiyo hakikisha hata kama kuhani unayempatia yuko mbali, hakikisha unamtafuta ili uweze kufanya naye maombi. Kama kuhani unayempatia yupo kwenye kanisa lako, hakikisha unapomkabidhi hiyo sadaka unamwambia kabisa kwamba hii ni sadaka yangu ya kiagano, ili aweze kukufanyia maombi na kukutamkia baraka ya kiagano utakayotembea nayo katika msimu mpya. Sikiliza nikuibie siri, sadaka unayoiachilia haswa katika mwanzo huu kama sadaka yako ya kiagano, huwa inasimama ikiwa ina sura mbili kwenye ulimwengu wa roho mbele za Mungu. Moja, inakuwa ni sadaka yako ya kiagano kwa ajili ya msimu mpya ambao tumeuanza. Mbili, inakuwa ni sadaka yako ya limbuko kiagano kwa ajili ya mwaka mzima. Maanake ni kwamba unapoiachilia sadaka yako ya kiagano mbele za Mungu, inakuwa inaenda mbele za Mungu kwa namna mbili. Inakuwa imeenda mbele za Mungu kama sadaka ya kiagano ya msimu mpya, na inakuwa imeenda mbele za Mungu kama sadaka ya limbuko kiagano kwa ajili ya msimu mpya. Kwa hiyo hakikisha huu msimu mpya haupiti bila wewe kuachilia sadaka yako mbele za Bwana, ambayo itakuwa ni sadaka ya kiagano na itakuwa ni sadaka ya limbuko kiagano kwa ajili ya msimu mpya. Pendwa katika Bwana, nina imani kwa maneno haya niliyokusemesha, kwa ufunuo huu niliokupa, utafanya maombi maalum ya kuingia kwenye agano na Mungu, na msimu wako mpya ambao tumeuanza, Mungu atatembea na wewe, Mungu atakubariki, Mungu atakuinua, na utakuwa ni msimu mpya wa kuinuka kwako tena katika jina la Yesu Kristo. Basi mpendwa katika Bwana, kabla hatujamaliza somo letu, naomba tuombe pamoja. Omba pamoja nami, sema: Bwana Yesu, ninakimbilia mbele zako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu Baba, naomba unisamehe dhambi zangu zote, uovu wangu wote, makosa yangu yote na machukizo yote niliyotenda mbele zako. Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninakushukuru kwa kunipa neema na nafasi ya kuingia kwenye msimu mpya ya mwaka huu mpya. Bwana Yesu, ninakimbilia kwako, ninafanya agano nawe kwa ajili ya biashara yangu, ninafanya agano nawe kwa ajili ya nafasi yangu kazini, ninafanya agano nawe kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya mwenza wangu, ninafanya agano nawe kwa ajili ya miradi yangu, ninafanya agano nawe kwa ajili ya vitega uchumi vyangu. Bwana Yesu, ninafanya agano ya kwamba Bwana, nitafanikiwa sana mwaka huu. Ninafanya agano nawe ya kwamba Bwana, nitainuka sana mwaka huu. Ninafanya agano nawe ya kwamba Bwana, nitakuwa na afya njema mwaka huu. Ninafanya agano nawe ya kwamba Bwana, hautaniacha mwaka huu. Ninafanya agano nawe ya kwamba Bwana, kila vita itakayoinuka juu yangu mwaka huu, ninakiri ushindi. Ninafanya agano nawe ya kwamba Bwana, mwaka huu nitakuwa na kibali kipya, natembea na kibali kipya, natembea na neema mpya katika jina la Yesu. Mungu Baba, Mungu wa neema, Mungu wa rehema, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu kwenye agano ambalo nimeingia na wewe, agano la neema, agano la mafanikio, agano la kustawi, agano la kupata. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye haya maagano yote, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye haya maagano yote, kwamba utatembea nami, kwamba hautaniacha, kwamba hautanipungukia. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya sadaka yangu ya kiagano ambayo ninaitoa kwako, ambayo ninaiachilia
kwako katika jina la Yesu. Uipokee sadaka yangu, ikawe sadaka ya kiagano, iwe ni sadaka ya limbuko kiagano kwa mwezi huu na kwa miezi yote ambayo imebakia ndani ya mwaka huu. Mungu, ninaomba utembee nami. Mungu, ninaomba uniongoze. Sadaka hii Mungu iwe ni sadaka inayoishi, iwe ni sadaka itakayonena mbele zako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu, ninaomba unipe kuinuka tena katika msimu huu mpya. Amen. Pendwa katika Bwana, amini katika maombi haya ambayo tumeyaomba. Mungu akikupa nafasi, jitahidi, endelea kuomba haya maombi. Omba haya maombi, ongeza na maombi yako mbele za Bwana. Ongeza na maombi yako mbele za Bwana. Mweleze Mungu lile eneo ambalo unatamani kufanya naye agano, na Mungu atayatembea nawe mwaka huu kiagano. Pendwa katika Bwana, ninakukaribisha sana kusubscribe kwenye channel yetu kama bado hujafanya hivyo. Nisaidie pia kulike video hii. Mungu akupe neema hiyo. Nisaidie pia, Mungu akikupa kibali, kushare video hii na rafiki yako, ndugu zako, jamaa zako, ili nao pia waweze kupata ujumbe huu. Niandikie hapo kwenye comment ya kwamba 2026 nina agano na Mungu. 2026 nina agano na Mungu. Mungu akubariki. Tuonane kipindi kijacho. Amen.